Assalamu alaikum. Karibuni tena Safina High School, tukiwa tunashirikiana na Mewa Foundation. Shule yetu Safina High School iko Old Town Mombasa, na Mewa Foundation ni partners wetu ama ni washirika wetu katika kuwaletea nyinyi haya masomo ya hesabu ili kuwatayarisha kwa mtihani wa KCSE 2025. So Mewa Foundation utaipata kwa YouTube, Mewa Digital Hub. Ukiklik hivi Mewa Digital Hub utaiona channel ambayo ndani yake utapata masomo tofauti. Utapata somo la Kiswahili, somo la chemistry likifundishwa na Mr. Sharif. Somo la Kiswahili linafundishwa na Madam Sumeya. Somo la maths linafundishwa na mimi Mr. Salman. Biology inafundishwa na Madam Mariam. Arabic inafundishwa na Madam Mulhat. English inafundishwa na rafiki yetu Mr. Abel. Na masomo tofauti yanafundishwa. Physics inafundishwa na Mr. Kasim Muhammad. So na hawa walimu pia wengine wako na channel zao ambazo unafaa uzifuate kwenye YouTube. Kama mimi utanipata kwa Safina High School. Ukiingia Safina High School kwa YouTube utapata subjects sana ni maths, na ukiingia upande wa playlist utapata topics kamili za hesabu kuanzia form 1 mpaka form 4. Ukiingia pia kwa channel ya Madam utamuona yeye kwa Cyclic KCSE, na hata leo pia nimeangalia videos kiasi katika revision ya KCSE. Utapata chemistry, biology, very good explanations za haya masomo. Please subscribe to this channel na wewe pia ufaidike. Utaipata pia Mind Mastery Tutor akifundisha mathematics, Arabic na chemistry, Mr. Abdul Qadir Sharif, ambaye kwa hii channel yetu ya Mewa Digital Hub utampata akifundisha chemistry. So please follow na wewe ufaidike. Naam, tunaanza somo letu la leo, KCSE 2024 Calculus. Tumeambiwa kwamba the gradient of a curve y is equals to x cubed plus 5x squared plus px minus 18. The gradient of this curve is negative 15. Lakini wapi? When x is negative 1. So tumeambiwa the gradient is negative 15 when x is negative 1. Na tunajua kwenye calculus kwamba ukitaka kufind the gradient of a curve, what you get first is the gradient function. So tutafanya dy dx, differentiate y with reference to x to get the first derivative of y. So tukiderive hapa ama tukidifferentiate x power 3, hii power huwa yaletwa hapa mwanzo kabla ya x. So power 3 kiletwa mwanzo itakuwa ni 3 times 1. Si hapa so unaona kuna 1x cubed. So power 3 kiletwa mwanzo itakuwa 3 times 1. Kisha badala ya x power 3 utaweka x power 2. Utapunguza ile power by 1. Tuendelee mbele. Plus 5x power 2. Ukidifferentiate 2 utaileta mwanzo, 2 times 5 itakuwa 10. Alafu badala ya x power 2 utaweka x power 1. Alafu plus px ni kama ambaye ni px power 1. 1 times p itakuwa ni just p. Alafu x power 1 ukidifferentiate itafutika. Of course kumbuka utazipata nyingi sana hizi kwenye channel yetu ya Safina High School. So follow us on WhatsApp, follow us on YouTube, tutapatana.
Please tujulishe na wewe ambaye unaingia sasa, wewe ni viewer wa kutoka shule gani na county gani. Tujuane tupate kusaidiana. Hizi videos zinafika mpaka shule gani ambayo iko county gani. Please let us know. So tuendelee na somo letu. Tumedifferentiate 3x squared plus 10x plus p. Tumedifferentiate x cubed plus 5x squared plus px minus 18. Tukapata gradient function ni 3x squared plus 10x plus p. Sasa tumeambiwa the value of this gradient function when x is -1, gradient function inakuja value of -15. So the gradient of the curve is -15 when x is -1. Hebu tuibandike hapo ndani tuangalie, to replace hapa. So 3 into brackets, amacha tuandike hapa, when x is equals to -1, the gradient of the curve is -15. So tukireplace hapa ndani kwenye gradient function, 3 into brackets mahali pa x tuweke -1, alafu tufunge na squared, plus 10 into brackets -1, hii haina squared, alafu plus p. Tuajua kwamba this gradient will be -15. Haya, can we find the value of x? Ukitumia calculator hapo, 3 times -1 squared itakuwa ni kama tu 3. Alafu plus 10 times -1 ni -10. So itakuwa 3 minus 10 plus p is equals to -15. Tukicollect like terms, 3 minus 10 ni -7. So -7 plus p is equals to -15. -7 ikienda upande wa pili itabadilika plus. So p itakuwa -15 plus 7. -15 plus 7 ukitumia calculator utaona p is equals to -8. Na hizo hapo ni 3 marks zetu. So p is equals to -8. So the gradient of a curve y is equals to x cubed plus 5x squared plus px minus 8. So tushaona sasa p ni ngapi? P ni -8. So itakuwa plus -8x minus 18. Hiyo curve imekamilika vizuri. Sasa we can write the equation of the curve. Tutaandika curve yetu fresh sasa. Y is equals to x cubed plus 5x squared, kisha plus px ndo itakuwa plus -8x. So plus negative ni kama minus, so nitaandika hapo minus 8x alafu minus 18. So y is equals to x cubed plus 5x squared minus 8x minus 18. Hiyo ndio the curve. Tukaambiwa hapa find the equation of the normal to the tangent to the curve when x is -1. So the normal to the tangent to the curve. Unakumbuka maana ya tangent na maana ya normal? Hizi tumezifanya sana kwenye channel yetu ya Safina High School, lakini na hapa tutawafanyia tena. So y is equals to this. Na sisi tunajua kwamba dy dx is equals to 3x squared plus 2 times 5 ni 10x alafu minus p ndo hapa tumeona ni -8. The gradient to the curve when x is -1 ama the gradient of the curve when x is -1, tulikuwa tayari nyuma tushaambiwa when x is equals to -1 the gradient is equals to -15. Lakini kama tulikuwa hatujui bado tuweza tukaipata tu hapa, tukasema the gradient to the curve itakuwa ni 3 times -1 squared
kisha plus 10 times -1 alafu minus 8. So tutaona kwamba gradient of the tangent is -15. So hii ndio gradient ya curve, itakuwa -15, lakini kabisa pia itakuwa equal to the gradient of the tangent. Tulisema kwamba kama umechora curve hivi kisha hapa point fulani ukachora tangent ya kupita, the gradient of the tangent to the curve will be equal to the gradient of the curve at that point. Alafu ukichora perpendicular yake, sasa hii perpendicular ndio inaitwa the normal. So the normal is perpendicular to the tangent, and because it is perpendicular to the tangent naweza nikajua gradient yake. Ikiwa gradient ya curve ni -15, basi gradient ya normal itakuwa positive 1/15. So we can find kwanza the coordinates of this point. When x is -1, y ni ngapi? Alafu nikaongeza and x y, lakini tayari najua kwamba gradient is equals to positive 1/15, kwa sababu kama gradient ya tangent ilikuwa -15, sinaweza nikaandika -15/1, basi bila shaka ya normal itakuwa ni 1/15, because when two straight lines are perpendicular to each other, the product of their gradients is -1. Yani when I multiply -15/1 times 1/15, I am supposed to get a product of -1. Sawa hiyo? That is why ilipokuwa gradient ya tangent ni -15/1, niliweka gradient ya normal ni 1/15. So bado point yetu sasa tuiandike vizuri. When x is -1, y ni ngapi? Tuiandike curve yetu freshi. When x is -1, y ilikuwa ni x cubed, so tutaandika hapa -1 cubed. Of course na replace -1 in the original curve to get the value of y. That value of y ndo itakuwa hapo hapo panapita tangent na pia panapita normal. So y is equals to -x cubed alafu plus 5 into brackets -1 squared ambayo ndo 5x squared, kisha minus 8 into -1 alafu na mwisho minus 18. So tia hiyo kwa calculator, fungua bracket 1 into brackets -1 funga alafu cubed, kisha plus 5 into brackets -1 funga squared, minus 8 into brackets -1 funga hiyo alafu minus 18. Answer tutapata ni -6. So tumeona when x is -1, y is -6. Hata hii ya chini haina tena kazi, naweza nikaifuta kama nataka, lakini kwa ufupi nishajua when x is -1, y is -6. Kabla sijaendelea, wacha ni check marking scheme hapa. Ni kweli na wao pia wameniambia when x is -1, y is -6. Sasa naweza nika find my equation. Change in y itakuwa y minus -6 over change in x itakuwa x minus -1, lakini najua is equals to gradient yetu 1/15. Haya, cross multiply sasa. So 15 into y plus 6 ambayo itakuwa 15y plus 15 times 6 ni 90 is equals to 1 times x ni 1x, kisha plus 1 times 1 ni 1. So 15y plus 90 is equals to 1x plus 1. Itakuja mwisho 15y minus x is equals to -89, ama 15y is equals to 1x alafu plus 1 minus 90 itakuwa ni minus 89. Ukitaka in the form y is equals to mx plus c,
utadivide by 15 by 15 by 15. So answer imekuja x minus 15y minus 89 is equals to 0. Wao pia wamepata x plus 1 is equals to 15y plus 90. So naweza nikaiwacha hivi, nafikiri mshanielewa. Namna za kuipanga ni nyingi. Pati ya tatu sasa wametuambia find the coordinates of the turning points to the curve, ama the turning points of the curve. Na curve yenyewe ilikuwa inatuambia y is equals to x cubed plus 5x squared minus 8x alafu minus 18. Na mara hii wanataka coordinates of the turning points of the curve. Na kwenye turning point hapa huwa tunasema ukichora tangent you will draw a straight line that goes from negative to positive infinity along the x-axis. So kwa ufupi ukichora turning point utaona kwamba the gradient is 0. So unaona hapa gradient ya hii straight line, change in y ni 0 lakini change in x ya songa. So 0 divided by anything is 0. So tumeona kwamba at the turning point the gradient function equates to 0. Iko wapi hiyo gradient function? Tumeambiwa kwamba dy dx is equals to 3x squared plus 10x alafu minus 8. So tunataka turning points of the curve. Hii nafikiri ni kazi rahisi kwa mtu ambaye amekuwa akiangalia video za Safina High School. Huwa tuna emphasize sana wewe pambana na quadratic equations, utakuja kuona topic nyingi za mbele rahisi. So tulisema kwamba at the turning points ambazo pia zinaitwa stationary points, at the stationary points ama at the turning point tumesema nini? Tumesema dy dx equates to 0. So can we find the turning point now? Yes, we can. Tutakuja tutafute hizi hapa 3x squared plus 10x minus 8 is equals to 0. Na hii sasa imekuja in the form of a quadratic equation. Na kwenye quadratic equation huwa tunasema you can solve it by applying the quadratic formula. Quadratic formula inakwambia x is equals to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac kisha kuna all over 2a. So x is equals to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Na la muhimu ni ukiandika hii equation hivi 3x squared plus 10x minus 8 is equals to 0, basi utambue kwamba a ni hii namba iliyoko kabla ya x squared. Kwa hivyo a hapa itakuwa ni 3. Na b ni hii namba iliyoko kabla ya x. Kwa hivyo b hapa itakuwa ni 10. Alafu c ni hii namba ambayo haina x mbele yake, ama iko na x to the power 0. Hizo ni laws of indices, haina haja. So c ni ile namba ambayo haina x, hapa c itakuwa ni negative 8. So now I can apply my quadratic formula kwa makini, nikasema x is equals to negative of b. Na b ilikuwa ni ngapi jamaa? B hapa ilikuwa ni 10. Quadratic equations nafikiri tumezifanya mara nyingi sana. Wanafunzi wa form 1 wetu wa Safina High School wamezipiga mpaka wakazizoea. Kwa hivyo na wewe ambaye unamaliza form 4 unakaribia kidogo inshallah kuingia university, haya masomo kwako yatakuwa ni rahisi. So negative b plus or minus
the square root of b squared. B iko wapi? B ni 10. So tukichukua 10 squared tutapata ni 100. Kisha minus 4 times a alafu times c. Muko jamaa, mnanielewa? Ya ma'shara shabab, muko? So into brackets 4ac, 4 times a ilikuwa ni 4 times 3, alafu c ni -8. So ukiweka hapa 8, kumbuka kwamba kuna negative, na hii negative ya nje, -4 times 3 times -8, naweza nikabadilisha tu nikaweka hapa plus 4 times 3 times 8, kisha all over 2 times 3. So nafikiri mnaona hapo, hiyo ni kazi rahisi kusubstitute. Shababu wamefurahia hiyo, na kina dada pia wameifurahia sana. Jitayarisheni, KCSE inakuja, mumalize form 4 muingie maishani. Wenye kwenda university, wenye kwenda kazini, wenye kutulia nyumbani wasaidie na biashara za nyumbani ama na kazi za nyumbani, tunawatakia nyote kila la kheri. Wenye kwenda college, wenye kuoa na kuolewa, gani nafaa ije kwanza? KCSE certificate, alafu marriage certificate, alafu degree certificate, ama ianze degree certificate alafu ndio marriage certificate? Tunawatakia kila la kheri. Mungu amewapangia watu tofauti, namna tofauti za kuishi. So x is equals to -10 plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Haya, nipeni answer sasa hapa. 4 times 3 ni 12, na 12 times 8 ni 96. 96 plus 100 ni 196. So hapa itakuja x is equals to -10 plus or minus the square root of 196. Nataka kuifuta hii square root ya 196, niandike answer yake tu. All over 2 times 3 ambayo ni 6. Nisaidieni. Square root ya 196 ni ngapi? Naweza nikasema hapa x is equals to -10 plus or minus 14, ndo square root ya 196. Unaweza ipiga na calculator, kisha all over 6. So -10 plus 14, jibu litakuja ngapi? Ukichukua -10 plus 14 utapata 4. Kwa hivyo jibu la kwanza x is equals to 4 over 6. Narudi hapa naandika jibu la kwanza, x is equals to 4 over 6. Or jibu la pili, -10 minus 14. So -10 minus 14 tutapata -24. So jibu la pili x is equals to -24 over 6. Can we simplify this? Oh yes, we can. X is equals to, kama ni 4 over 6, ukisimplify by 2 utapata ni 2 over 3. And point ya pili, when x is -24 over 6, we can say that -24 divided by 6 is -4. So nimepata point zangu mbili, x is equals to 2 over 3 na x is equals to -4. Lakini niliambiwa find the coordinates of the turning point of the curve, na coordinate lazima iwe na x na y coordinate. So nitapata vipi? Nitakuja nitafind y ya kwanza, nitasema y is equals to x cubed. Mahali pa x nitaweka nini? 2 over 3. So nishapata x is 2 over 3, unai-replace hapa kwenye equation ya y, ndo upate the value of y at the turning point. So y is equals to 2 over 3, alafu hapa mbele yake kuna nini? Kuna cubed. Kisha plus 5 into brackets, tena tutaweka nini? 2 over 3, lakini mbele yake kuna nini? Kuna squared. Kisha minus 8 into brackets, 2 over 3, alafu mwisho kuna minus 18.
So ukiitia hiyo kwa calculator 2/3, lakini iko na cubed, kwa hivyo fungua na brackets. Anza 1, fungua bracket, 2/3 funga, alafu toe cube, kisha plus 5, fungua brackets, 2/3 funga bracket squared, kisha minus 8 into brackets 2/3 funga bracket, kisha minus 18, tutapata negative 20 and 22/27. So tumeona when x is 2/3, y is negative 20 and 22/27. Kwa hivyo hilo ndio jibu la kwanza kwa turning point. Ya pili iko wapi? Ya pili tutasema when x is negative 4, y itapatikana vipi? Vile vile tutaanza na 1 kama hapa juu. Kwa hivyo 1x cubed itakuwa 1 into brackets, mahali pa x tutaweka nini jamaa? 1 into brackets negative 4, funga hii na cube, so 1x cubed, kisha mwaikumbuka hii equation ya y, sio jamaa? So y is equals to 1x cubed alafu plus 5 into brackets negative 4 ambayo ndio x, kisha twice square, kisha minus 8 into negative 4 alafu mwisho minus 18. Hii tuweza ifanya bila kutumia calculator, lakini wacha tu tutumie calculator kwa sababu Mungu anapenda tunapopawa ruhusa ya kurahisisha mambo basi tusijikalifishe. So negative 4 cubed plus 5 into brackets negative 4 alafu squared, kisha minus 8 into brackets negative 4 alafu minus 18. So tutapata y is equals to 30. So our next turning point will be when x is negative 4, y is 30. Kazi yetu imekamilika hapo. Hatukuulizwa the nature of the turning points. So tunaweza tukapiga pause hapo, lakini kama tutaulizwa the nature of the turning points, hatuwezi tukapata tabu kwa sababu sisi ni wanafunzi wa Safina High School. Kazi imekamilika. Can we check our marking scheme hapa? Marking scheme inatuambia turning points ni when x is negative 4 and when x is 2/3. Kwa hivyo zikaja vile vile when x is negative 4, y is 30, na when x is 2/3, y is negative 20 and 22/27. Kumbuka uko na sisi Mewa Foundation, utatupata kwenye YouTube Mewa Digital Hub, utanipata mimi kwenye YouTube Safina High School, na walimu wenzangu utawapata kama kwenye Cyclic KCSE ama kwenye Mind Mastery Tutor. Of course unaweza pia ukaungana na mimi kwenye WhatsApp 0717588568 nikakuconnect na walimu wazuri wa YouTube from different parts of Africa, different parts of Kenya, different parts of Mombasa, na kabisa pia different parts of the world. So ungana nasi tuzidi kushirikiana katika haya masomo. Wacha tuangalie kama time iko bado, tuwafanyie the nature of these turning points ambazo tulipata ili kuzidi kufahamu hii topic vizuri. So wacha tupige pause hapo, tuangalie kama time iko, tuwaongeze a bit more ama tunaweza tukapumzika hapa. Naam, naona tumetumia exactly half an hour. Kwa hivyo time imekamilika vizuri hiyo kwa lesson ya leo. Lakini hakuna ziada mbovu katika elimu. Katika elimu tuliambiwa waqul rabbi zidni ilma, ya rabbi niongeze elimu. Kwa hivyo acha na mimi niwaongeze kidogo hapa muzidi kuifahamu vizuri. Kavi yetu ilikuwa inasema y is equals to
x cubed alafu plus 5x squared minus 8x minus 18. So y is equals to x cubed plus 5x squared alafu minus 8x na minus 18. Tukafanya turning point, tukasema ni at dy dx. When dy dx is 0 ndo tukapata turning point, na dy dx ilikuja 3x squared plus 10x alafu minus 8. So ukitaka nature of the turning points inabidi udifferentiate mara ya pili. So utafanya d squared y over dx squared, ambayo hii ukidifferentiate itakuja ni 6x plus 10. Si mnakumbuka nyote kudifferentiate, sio? Kama umesahau nitafute hapa WhatsApp 0717 588 568.